the heaven language Nikikamba, and he went on preempting me. Could have come here to say niko na head start. So akamba imuvikie kwa masi namwe karibu muno na yune ngwenda kusoma tribute yake. Mercy, my wife, the mother of my child. Mwanga wangu ulizima tarehe 23 wakati nilimpoteza Mercy wangu. Ulikuwa mshtuko kubwa, maana tulifikiria yote hadi madaktari kwamba hakukuwa na hatari yoyote. Hapa kwenye hii jeneza mnaona Mercy hayuko peke yake. Mle ndani kuna mtoto wetu. So I'm here grieving for the loss of my wife and my child. Mwanangu msichana tulienuia kumuita Mwende. Dakika za mwisho Mercy alikuwa amevunjika moyo sana, maana tulijua dhahiri kwamba tulikuwa tunampoteza mtoto wetu. Lakini hakukuwa hata chembe moja la wazo dhidi yetu kwamba tungeweza kuwapoteza wote. My last words to her were, you have been into worse situations before. You got this Mercy. You have no idea how strong you are. That is what I say to her as I handed her to the theater nurses. Kwa hakika naamini kwamba Mercy hakuwa amegandishwa, angeng'ang'ana kuendelea kuishi. Manake the Mercy I know, yule niliyemjua, alikuwa unbowed, unbogable, fearless, na mwenye msukumo wa kutokubali kufa moyo kwa jambo lolote. Haya ndio yalikuwa mawazo yetu. Kumbe naye Mungu alipanga mengine. Kidogo niwape historia kidogo jinsi tulivyopatana na Mercy. Ilikuwa mwaka wa 2008. Tulikuwa tunasomea taaluma ya uandishi wa habari. Na mjua ya Mungu ni mengi. Mimi nilikuwa nimejiunga na chuo cha JKUAT kusomea somo la Information Technology and Computer Engineering. Ila nika drop out bila hata kuhusisha wazazi. Na nikajiunga na chuo cha NIBS kusomea wanahabari. Na huko ndio tulianzana na Mercy. And it happened so soon. The second week of admission, Mercy was already my friend. It started in a staircase like this one. Mercy had a resemblance to someone I knew. And the lady, tulikuwa tunaishi na yeye Mombasa. Na nilijua ako na dada zake Nairobi. Sasa kuona Mercy nikamuuliza kwenye staircase, tukipanda tukiingia kwa class, kama anaweza kuwa na dada fulani anaishi Mombasa, manake walifanana sana. Kuanzia hapo
Mnaweza jazia. We became inseparable. Our classmates used to call us lovebirds. If any of us failed to attend a class, the lecturer would ask, mwenzako ako wapi? Because I used to pass by her hostel, pick her, tunaingia kwa class pamoja. So, from classmates to deskmates, and eventually to bedmates. And the rest is history. In class, and out of it, I used to do most of the notes and the assignment before Mercy would come later and copy-paste. Maisha ya shule haikuangi rahisi. Mercy ashasema hili siku ingine mom na dad. Na ni ukweli. Fees tukisota tulikuwa tunakula pamoja. Alafu tunang'ang'ana venye tutalipa bado. It didn't take time. Tukaanza kutembea kwa Kitui. We are still students. Kuja hapa kwetu nyumbani. And then tukamaliza shule na tukaingia kwa barabara ya kutembea Tamaking. Acha niwaambie tumetesekea Nairobi. Shosho mmemwona hapa used to send us groceries. Hadi unga anatusiagishia anatutumia. Kitui tunatumiwa baadhi nzo na nyonyi kusurvive. So akapata internship pale Mbaito kabla mimi mwenyewe nipate. So alikuwa anatoka kwake anapitia kwangu, namzindikisha, tunatembea Kaguu kutoka Pangani hadi Upper Hill Geomap Center mahali Mbaito ilikuwa wakati huo. Fee ingetoka wapi? Tulijuaje chorochoro za Nairobi? Sijaitaka jua. Baadaye tukapata kazi sisi wote. Maisha ikaanza kubadilika. For convenience, Mercy akahamia Naivasha Road na mimi mwezi mmoja baadaye nikamfuata nikahamia Dagoretti Corner. It didn't take long. We got married in 2015. And one thing about us, throughout our courtship, as lengthy as it was, we never took a sabbatical. We were always together. Since we met, we've never parted ways with Mercy. Hata ile watu usema tumeachana alafu wanarudiana, it never happened to us. We have always been together. It has been such a beautiful ride doing life with you, Mercy. Kazi ya ndoa tulifanya na tukabarikiwa na mtoto, my girl Stephanie. Na tunashukuru Mungu kwa hayo.
Mercy na ucheshi wake wote mliouona, mnaujua, the liveliness you experienced about Mercy huko nje kwa redio na kwa mitandao. Nyumbani alikuwa tu simba jike, very submissive, very efficient mother to my girl. We just did things together. When she became the head of radio at Adiani FM, I literally used to run that station in my bedroom. Tom, kama uko hapa, you owe me loyalties. But on a lighter note, Mercy and the Reverend had touched it. She was the star of our entire family, in both sides. Until the end, she remained the spotlight of our family, till the last minute. Nobody had ever dethroned her, or even came close. Tunasemanga kuunganisha nchi, and it means something else kwa mitandao, but Mercy was the glue. I even thank God I had hosted the family, I think last year but one, here in my home. Dad from Kitui and the extended family had come here. I don't know how it would have been taken if they hadn't come at that time, for their very first time. Of course, they have been here after that. I've been wondering about this, and I still can't comprehend. Kwa hakika sijui nilifanyia Mungu nini hiyo siku ama hizo siku akanipea Mercy. I don't know. Because Mercy sometimes, and you feel like she's so good or too good for me. Like you wonder what you did to deserve someone like Mercy. Some of you here and most of you here are probably married, but you married people, although you have good wives, I dare say no one had a better than me. A better one than me. That is. Mercy was kind. Mercy was smart. Very smart. Above all, she was very loving and compassionate. She treated her friends with a special touch. I miss you terribly, Mercy. But I see your face daily in our daughter, and that's, even though a little, does comfort me. Acha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote kwa kuja. I feel Mercy would call me out of being rude if I didn't thank you guys. Sijui nani niache nani, because the love have been flowing from social media, from text messages,
I've never received so many messages in my life. Watu wamejitolea from finances to support. Just feel appreciated, guys. Feel recognized and appreciated. Special thanks to Mbaitu FM, the TikTok guys, Kasolomoni, Meshach, media colleagues of Mercy, and myself. From all the different stations that are represented here. My entire family. Shosho has raised me. And even as Mercy goes, she had one wish that nobody could ever fulfill, of meeting my mother. I had lost my mom at an early age when I was in high school, but now they're together. I hope they find themselves in a street, in a corridor, in a staircase, wherever. And just hug out and compensate what she never got when she was alive. Thank you, Shosho. Thank you, my family here in Nyahururu, my family from Kitui, your friends. God bless you for me. Reverend Mwalwa, umetoka mbali. Like he said, he was the one man who officiated our wedding. God bless you. I just don't know how I'm going to cope with this without you, Mercy. Because I've only known to live according to your ways. I've spent all my adult life with you so far. But I know you are up there telling me to suck it all up and to be strong. I can even picture you saying that. I want to close this tribute with a feeling of defeat and submission to divine authority. I surrender that death has untimely done us apart, Mercy. But even in death, my love for you is undefeated. My promise to you is that our daughter, as always, will be in good hands. Fare thee well, Kamwetangi, Keletu, Kakitui na Nyahururu. Sincerely, your one and only husband under the sun, James Mwangi. Thank you very much.